Alvin, uko nyumbani? Mbona unashangaa sana? Lisa alitoka nje ya chumba cha wageni akiwa amevalia gauni la hariri la mikono mirefu. Nywele zake nene na ndefu zenye weusi wa asili iliyokoza zilimwangika juu ya mabega yake. Chini ya upindo wa gauni lake kulikuwa na miguu yake ya kupendeza na mwembamba. Alionekana anayevutia kana kwamba kulikuwa na jambo kalikusudia kwa Alvin. Macho ya Alvin yaliingiwa na utata. Ni nani aliyekuruhusu kuvaa hivyo nyumbani kwangu? Ndita kwenye pajiu la uso wake zilikunjamana huku akisema kwa ukali kusisitiza kutoridhishwa kwake. Kwani vipi? Lisa alizunguka bila kujali. Kifua, tumbo na matako yangu yamefunikwa vizuri, magoti yangu na miguu tu ndio viko wazi. Tatizo liko wapi? Wasichana wengi warembo wanatoka mitaani akiwa amevaa zaidi hata ya hivi. Hata hivyo nipo ndani na wewe ni mume wangu. Hata kama ningekuwa mtupu mbele yako, hakuna cha ajabu. Lisa alimjibu kwa upole. Alvin hakujua aangalie wapi. Hakika hakuwa amevaa nguo zinazoonyesha wazi tu, lakini pia hakuwa amevaa chochote ndani ya nguo hiyo. Alvin akakwepesha macho yake na kubadili mada. Nilikubali kukuruhusu uingie kwenye hii nyumba, lakini sikukupa ruhusa kubadilisha chochote nyumbani kwangu. Hilo nalo limekuchukiza? Nyumba hii ilikuwa tupu sana hapo awali, hata haikuwa kama vile nyumba wanayokaa watu. Lisa akamwonyesha kiganja chake. Hata hunihurumii nilivyohangaika kupamba vizuri? Angalia, nina michubuku michache kwenye kiganja changu kutokana na kusogeza vitu huku na kule. Alvin akashusha macho yake kumtazama. Hakika, kulikuwa na mikwaruzo michache kwenye ngozi yake laini ya kiganja chake maridadi. Unastahili, hiyo ndio faida ya kiherere chako. Nataka kuiona nyumba yangu kama ulivyoikuta, aliongea kwa mkwara kabla ya kuelekea chumbani kwake. Akiwa amekasirika, Lisa alivuta uso kwenye umbo la mwanaume ule akiwa ondoka. Alvin akuonyesha